Sasa ile kupembelezana na wakora ati wanapewa bondi ya pesa kidogo, alafu wasunguke hapo wakuje tena kupigana na polisi, lazima ikwishe. Tumeelewana? Ile shida yenye inafanya hata polisi za wengine ipige wakora risasi ni kwa sababu wanashikwa, wanaenda, wanarudi, wanakuja kuchekelea polisi kuambia sasa tulifika wapi, hakuna penye tumeenda. Si ni ukweli? Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu yoyote. Guys, si mnajua umutu alisema nini? Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Sasa kama Wakenya tunamwambia hivi, punguza ulevi ndugu, somesha watoto wewe. Ati Okay, but I think a few points to note. No, it was not random. Not like last year. This one was coordinated. This one was planned because everybody knew it was an anniversary. And so when he talks about it being a calculated disguise, by whom? Rex's mother? Obienge's father? Their siblings? Are they the ones who came up with these disguise? Okay, so our young men were shot and killed last year. People who are still missing, their families were part of this very elaborate exercise disguised as civic expression, but all coordinated, funded, premeditated and politically instigated towards a... Kauli ya waziri wa usalama wa ndani Mheshimiwa Kipchumba Onesmus Murkomen, unaizungumziaje? Bwana, it is so uncouth. Ameonyesha tabia za kinyika kama waziri wa usalama wa ndani kuongea oehahe. Naelewa? Ndio. Mwanzo nimekuwa na shida naye kuanzia jana akitoa taarifa yake kuhusiana na yale maandamano. Ndio. Bro, you cannot tell me that thieves are so dumb kwamba wakienda kuiba wanaacha kitambulisho wanaenda na bidhaa. Wanaiba wanaacha kitambulisho wanaenda na bidhaa. You know? Like there's no way kwamba vile vitambulisho ambao alikuwa anavionyesha pale ni vya wale watu ambao walikuwa wamefanya uwizi. Maana mtu anaweza kuwa alipoteza kitambulisho chake katika ile fracas nini watu na nini kimeanguka. You know? So unasema vile vitambulisho si vya Wakenya? Ni vya Wakenya, lakini ende kaa sio Wakenya walioiba. Okay. Because haiwezekani kwamba ati sasa wataanza na wale. Yaweza kitambulisho changu kilipotea labda archives. Ndio. Kikajipata kule OTC. Ndio. Bro, I'm not a criminal. So if they're going to use those IDs, hiyo mwanzo ni blanda. Alafu kisha kama kwa mfano ni wewe waziri wa usalama wa ndani, mnaanza investigation, why put that thing out there? First of all, that is incompetency ya kwanza. But then again, si alituambia mbunge wa Lang'ata kwamba hawaweki pale kwa sababu ya merit, okay, kwa sababu ya numbers. Ndio. So unakubaliana na sentiments za Senator Cherargei? Yes. Is it? He is incompetent. Manake mpaka nimeshangaa Wakenya wanasema alivyoshika kile kitambulisho waziri, ati hivyo ndio wanafunzi wa shule za kitaifa huwa wanashangaa, huu ndio ule mtihani ule. Yaani kama wanaona, yani nashangaa Wakenya. Kwa mara ya kwanza Wakenya yani sijafurahia. Angalia boss wangu. Yani alafu unasema yet ukiona police station shoot. Boss. Bro, there's an artist in Tanzania. Ndio. Msanii mkongwe. Alikuwa amesumbua sana jamii kwa kulewa. You know, analewa, anachukua pesa za mke wake nyumbani, anaenda nalewa. Ndio. So siku moja akaamua mazee ni aje, enough is enough. Let me go to church nikarepent ili nifanye nini? Nianze maisha upya. Nione uzima wa milele. Yes. Alipofika pale kanisani, watu walivyomuona wakampiga wakamuua. Kwamba ni mwizi. So inaweza kuwa kuna mwizi fulani amua kwamba acha niende police station nikajiripoti. Alafu umetoa order ya shoot to kill. Haipendezi. Yani incompetency from the Minister of Interior. Yani angalia, Cherargei bwana nakubaliana yeye mia filmia. I resign to. Labda ni bahati mbaya tu alitamka kauli ile na sio kawaida yake. Labda bahati mbaya kusema shoot. Tushawaambia polisi waue. Hapo napo walienda overboard. It is too much. Alafu kuna vitu vingine ukishapatia order wa maafisa yako, tulia kama mkubwa.
tulia, unapapatika nini? Hiyo ni oda nzito. Ah. Na polisi ambao tayari wanashutumiwa kwa Yes. masuala ya police brutality, unawapatia clean bill. No way. Haipendezi. No way. Retract those words. Maybe we will forgive you. Maybe. Let's talk about the most incompetent secretary in Williams Ruto's entire government, Kipchumba Murkomen. This is a man whose IQ seems to nosedive every time anafungua mdomo yake. Ni mseveni yako detached from logic, from humanity, from constitutional weight of his office, and it's honestly a national disgrace he's even holding such a powerful docket. Murkomen instruct the police to shoot on spot. No due process, no justice, no accountability. This isn't just incompetence, man. There is state-sponsored murder. This is fascism. Open broadcast by a man whose brain power hata iwezi light up a matchstick. And worst part, anasema kama anapiga chest. No remorse, no understanding of the law, no capacity to reflect. Wacha to compare his predecessors. Yes, walikuwa na their flaws, lakini at least wali understand national security, constitutional order na public responsibility. Angalia mtu kama Fred Matiang'i. Yes, alikuwa firm, ama maybe alikuwa too firm, lakini he was organized. Na pia alikuwa anajua command of facts. Mnakumbuka Joseph Nkaiseri? Msi alikuwa military. Yes, alikuwa na discipline kitu moja, na alikuwa na thought structure. Lakini angalia Murkomen, ana run interior docket kama WhatsApp group. Irony, kuna watu kaa sisi, hatujaenda college, hatujaenda university, hata tujaika kwa National Security Council, hata tujai study anything counter terrorism, ama internal affairs, lakini tuko na basic knowledge, tuko na empathy, na tuko na common sense. Mimi nakwambia naweza run hiyo docket better. Kwa sababu ya nini? I know you don't respond to unarmed protesters with live ammunition. Unaona, huwezi treat Kenyan citizens kama enemy. You don't govern with bloodshed. Murkomen is not a thinker. Utu ni a parrot in a suit. Communication yake ni so sloppy. Decision making sijui anafikiriaje manze. Hebu angalia public statements zake, uzafikiria zimeandikwa na internal kwa ametea hiyo. Juu azina PR filter. How does a man with so much power have so little thought process? I don't think umse ana understand national security strategy. Sidhani kama ni mtu mwenye ana comprehend public order law. He doesn't grasp human rights. Alikuwa lawyer. Umse si incompetent tu, umse ni dangerous. Uni threat to national stability. Unaona? Unajua interior government ni docket yenye ina demand vision, clarity, constitutional depth. Lakini umse ana operate like a frustrated nightclub bouncer in a suit. I'm shooting this video to address someone by the name Kipchumba Murkomen. Kipchumba Murkomen, you are incompetent. Haujui kazi unafanya hapo hivyo. I even blame the person who employed you more than yourself. So right now, Afande Deno ameshikwa. Everyone knows Afande Deno. He's a good person, he's a good cop. He was doing his things around Nairobi. You guys transferred him to a hardship area because he was a good cop. Right now, you have arrested him. I've been arrested twice since the year started. I've spent a total of 10 days inside police cells just because of you. Just because you are using the police service vile wewe unataka. You are telling them to kill people. That power that you have is not permanent. And I'm calling upon the International Criminal Court to investigate this person. You're not above the law. Kenya siyo yako ati you can just speak the way you want because umekaa hapo uko na hizo power. You are calling for the release of Afande Deno. Yeah. The same thing you did to me is the same thing you're going to do to Afande Deno. The same thing you did to Samido is the same thing you're going to do to the police who are speaking against police brutality. I'm urging all the police, wenye wako na roho mzuri, come out, call out this person. How can he instruct you to
kill people. And one of the things that I know that have happened in Kikuyu, do I live in Kikuyu, I'm very sure hizo guns hazijapotea. They just want to create a narrative, a story. Ati binduki zimepotea nini. No, I'm sure binduki zijapotea hapo hivyo. But you guys are just trying to create a story. I'm like, Wakenya mnaweza kuwa even shocked, like these people wanaweza kuwa ni the same people who burnt the court just for them to create a story. Kipchumba Murkomen, we are watching you, and this is not your country. Utanifunga mimi leo, another one will come. Utafunga Fandedeno leo, another one will come. Free Fandedeno. Sasa ile kupembelezana na wakora ati wanapewa bondi ya pesa kidogo, alafu wasunguke hapo wakuja tena kupigana na polisi, lazima ikwishe. Tumeelewana? Ile shida yenye inafanya hata polisi za wengine ipige wakora risasi ni kwa sababu wanashikwa, wanaenda, wanarudi, wanakuja kuchekelea polisi kuambia sasa tulifika wapi, hakuna penye tumeenda. Si ni ukweli? Na tumeambia polisi, mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu yoyote. Ni sawa, anataka kuchungwa ni sawa, mtu mwenye anaripoti wakora ni sawa, lakini mtu mwenye anajaribu kuenda kuiba bunduki ati anaenda kunyang'anya polisi bunduki, shika mtu ananyang'anya bunduki, hapo mtu mwenye anatupiwa mawe polisi anataka kuua polisi ati atakuja kupembelezwa, anakuja bunduki ni madasi. Lakini wananchi wa area hapa mwenye anakuja kuripoti, mwenye amekuja kukosea nini, mwenye amefanya nini, anaandikiwa, unapeleka kotini, hiyo anapeleka kotini. Lakini mtu mwenye anakuja kuchukua bunduki lakini ati mtu atakuja ni mambo ya maandamano. Wakati utataka kujipanga kufanya maandamano yako, kuja hapa ambia OCS niko na maandamano tarehe fulani, nitaanza saa 3 na maliza saa 10, barabara ndio hii nataka kufuata, nitakuwa na placards yangu. Wewe sasa jana Mombasa watu walifanya maandamano na hakuna mtu alishikwa, na tuliwawachia wakasunguka vizuri, wakatembea kutoka one corner mpaka ingine mpaka saa 10, wakaenda nyumbani, wakasalimiana na polisi, wakaenda nyumbani.